Amani ya Mungu iwe nanyi ndugu zangu. Na leo nataka kushiriki Yohana 1:4 unaosema kwamba ndani yake ulikuwamo uzima, na huo uzima una nuru ya watu. Hapa alikuwa anazungumziwa Yesu ambaye ametuletea uzima, na huo uzima aliotuletea una nuru ya kwetu sisi ya kuangaza. Nuru ni nini? Nuru ni mwangaza, lakini mwangaza unaozungumziwa hapa si wa kuwasha taa ikawaka ukaona vitu vyote vilivyokuwa ndani. Hapana, nuru inayozungumziwa hapa ni maarifa. Pale ambapo huna cha kufanya, huna majibu, alafu ghafla umepata jibu, namna ambavyo unafurahi, hiyo ni nuru iliyokuangazia ukaweza kuona kitu ambacho ulikuwa ukioni mwanzo. Pale ambapo kulikuwa hakuna njia, hujui ufanye nini, alafu ghafla unajua ufanye nini. Pengine katika maisha ya kawaida hujui ufanye biashara gani au ufanye nini ili utoke kimaisha. Ghafla unapata mawazo ambayo kwa akili yako usingeweza kuyapata, lakini yamekuja. Hayo ni maarifa ambayo yapo kwa mfumo, yapo katika lugha ambayo inatumika kama nuru, ambayo hiyo nuru ipo ndani ya uzima ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametuletea, ili tukimkubali yeye, basi sisi tunapata huo uzima. Huo uzima kazi yake ni kutuamsha roho zetu ili tusiwe na mauti. Mauti ni kifo cha roho. Huu uzima unatufanya tuamke kiroho. Tunapoamka kiroho, roho zetu zinakuwa ziko active kwa neno la Kiingereza, au zinakuwa zimechangamka, na zinapochangamka sasa zinahitaji nuru, ambayo hiyo nuru haitoki mbali, ipo ndani ya huo uzima ambao unatufanya tuweze kujibu maswali ya maisha bila kuhangaika. Amani iwe nanyi ndugu zangu, na kama unataka kupokea huu uzima ni jambo rahisi tu. Unatakiwa kumkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au kuandika hapo katika comment kuwa mimi namhitaji Yesu Kristo, nami nitakusaidia njia za kufanya mpaka kumpokea Bwana Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karibu.